Bwana Yesu asifiwe. Sio kwangu, sio kwangu, utukufu kurudie wewe uliye juu, pokea. Sio kwangu, sio kwangu, utukufu kurudie wewe uliye juu, pokea. Sio kwangu, sio kwangu, utukufu kurudie wewe uliye juu, pokea. 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 Utukufu kurudie Mesia uliye juu, pokea. Utukufu kurudie wewe 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 uliye juu, pokea. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nasikia kumwinamia huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nasikia kushuka, nasikia kumtukuza kwa kiwango tofauti katika moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Niliingia mahali hapa nikiwa na vilio vingi. Nilikuwa natamani tu siku moja Mungu anisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa natamani Mungu siku moja afute yale machozi niliyokuwa nimeugua nayo miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naona kana kwamba mambo hayaendi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Niliangalia kwa familia yetu, kulikuwa na vita vingi mno. Bwana Yesu asifiwe. Mahali tunaishi ilikuwa na majina ya watu watatu. Bwana Yesu asifiwe. So mwanzo mambo yalikuwa sawa, lakini baada ya muda mambo yakaanza kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Vita vikainuka. Nikashindwa ni wapi naweza nikasaidia. Nikiangalia hakuna kitu naelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia hakuna kitu ninaweza nikasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa natamani tu siku moja Mungu atoe njia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninamwona babangu ni mtu wa kuhangaika na makesi huku na huku. Ilifikia mahali mpaka tukawa tunazikiwa watu kwa karibu kabisa na mlango wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa sana shindwa ni vipi tutainuka katika vita hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninashindwa ni vipi vita hivi vitafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naona babangu ni mtu wa mahangaiko sana, mtu wa kupitishwa huku na huku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipokutanishwa na madhabahu hii, Bwana Yesu asifiwe, niliona Mungu akiinuka katika hivyo vita. Bwana Yesu asifiwe. Niliona Mungu akiinamisha hivyo vita na kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongea jinsi ya leo wamenyamazishwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anayepigana tena na hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa na imani juzi, nilimuuliza babangu vipi hapa. Akaniambia mwanangu, sijali, kumbe kunaye Mungu anayeishi. Wote wamenyamazishwa na sasa tunangoja watu wa survey waje wagani hapa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia kumshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia kumtukuza Mungu. Hakujua jinsi nilivyokuwa ninatamani hiyo kitu halisi iishe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie maisha jinsi atakavyosonga mbele, sio kukimbizana katika makesi huku na huku. Bwana Yesu asifiwe. Hakika kunaye Mungu anayeweza. Mpendo, usikate tamaa. Usione kana kwamba hakuna huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua ya kwamba unapofika mwisho, kweli mwanzo Mungu huonekana. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona kana kwamba hakuna mambo yatakayofanyika tena, kumbe Mungu anangoja siku aliyopanga yeye mambo akuoneshe kwamba niko Mungu ninayeweza. Mpendo, usikate tamaa. Uko mahali pasawa.
ushauri asubuhi ya leo, mchana wa leo, kuwa na msimamo na ujue ni azimio gani ulioazimia katika moyo wako. Ujue ya kwamba ni nini nimetamani katika moyo wako. Usiwe tu kawaida kuwa mimi naamka asubuhi, Jumapili imefika niende kanisani. Kuwa na azimio katika moyo wako na umtafute huyu Mungu, maana kweli anapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wiki hii nilikuwa nimekata tamaa. Nikiangalia kazini watu walipunguzwa, ndio Mungu alisimama na mimi akanichagua ninaenda kazi, lakini pale kazini hakuna amani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninasema Mungu, mbona vitu vyangu haviendi? Kama Mungu umefanya haya mengine, kwa nini hili pia usilifanyie? Bwana Yesu asifiwe. Niko na safari niling'ang'ana nayo tangu sahihi kama 5 years. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza nao walienda mpaka wakarudi, wengine walishaenda tena, lakini mimi yangu haieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninatamani katika moyo wangu siku moja Mungu anisaidie. Nilikuwa ninatamani siku moja Mungu anionyeshe njia iliyo ya kweli. Nilikuwa ninatamani siku moja Mungu anionyeshe ule mwangaza ulioonyesha kwa wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia Mungu, katika madhabahu haya ni wewe uliyenikutanisha, ni wewe ulionileta. Kama kweli madhabahu haya iko na nguvu, natamani katika wiki hii nikuone. Natamani katika wiki hii ya urejesho nirejeshe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Mungu ni mwaminifu. Niliona vitu vikiwa vinang'ara, niliona mwangaza, niliona yani Mungu sikuijua imetokana wapi. Bwana Yesu asifiwe. Jumanne nilitumwa visa, nikamwambia visa yangu imetoka. Nikamwambia Mungu, kama visa hii imetoa, natamani hata hiyo tiketi tukamalizie. Ikaje Jumatano, Alhamisi, Ijumaa tiketi yangu ikatoka, na nikaamua hiyo safari leo ninafanya safari. Nilishukuru sana Mungu. Nikamwambia kwa Mungu sitakukupa zaidi ya sifa na utukufu. Zaidi ya yote ninapenda kumshukuru babangu na mamangu, mahali mlipopunguza Mungu awajazie ni kwa ajili yangu. Maana leo nionyesha katika madhabahu haya ni makuu. Sijui hata nieleze vipi, sijui hata niongee vipi, lakini ninachotamani tu Mungu azidi kuwabariki nyote mliozama katika maombi kwa ajili yangu. Mungu awasaidie. Na jinsi ulivyokaa mahali hapo, usione kuvunjika moyo, usione kana kwamba hakuna Mungu. Mungu yuko na atakusaidia. Zaidi ya yote uwe na msimamo, na ujue kwamba Mungu wa kweli yuko. Wachane na makundi, wachane na marafiki. Eka Mungu kuwa rafiki yako, eka Mungu kuwa mshauri, eka Mungu kuwa tegemeo lako, maana hakuna siku ameacha mja wake. Bwana Yesu asifiwe. Anayetafuta Mungu wa kweli yuko, na anayetafuta miungu pia iko. Chaguo lako asubuhi ya leo, utafute Mungu wa kweli ama utafute miungu. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi, mimi nimekuja tu kuwaaga. Ninawapenda sana na ninapenda tu mzidi kumtafuta huyu Mungu, maana mahali popote anatafuta na anapatikana. Lile uliloliona ni gumu kwako, uliloliona na kwamba hakuna siku litafanikiwa, najua jibu liko. Bwana Yesu asifiwe. Na najua Mungu yuko, ni uzame. Bwana Yesu asifiwe. Uzame na Mungu atakuwa mwaminifu kwako. Ni hayo machache. Mungu abariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Basi na mimi ni mmoja wapo mshukuru huyu Mungu. Tulikuwa na hiyo wiki ya urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wasionijua, naitwa Mama Keliza ama Uniskazo. Bwana Yesu asifiwe. Wiki iliyopita sikuweza kuwa mahali hapa, nilikuwa sehemu za Marafa kule kumsalimia nyanyangu, alikuwa asikii vizuri. Hivyo tukaitwa kama familia ya mtoto wake wa kike tukaweze kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru huyu Mungu, pia mimi nimerejeshewa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi pia nimerejeshewa. Maana mimi ni mwana biashara. Mimi ni mwana biashara mkubwa. Sitajirejesha nyuma niseme ati mdogo. Mimi ni mwana biashara mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya mambo yaliyokuwa nikatekwa, basi mimi nikawa nimeajiriwa zaidi ya miaka 9 nikiwa pale TZ. Bwana Yesu asifiwe.
Kumbe iko siku nitarudi kwa biashara. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu au si Yesu? Hana Mungu asena. Ariana baka hana Mungu. Anapoyate nyuno. Kwa Mungu ireto baba. Basi kwa wale wasosikia Kigiriama anasema tumshike vizuri baba yetu. Tusimshike legelege. Ukila chungwa mnunulie naye chungwa. Bwana Yesu asifiwe. Anapotokwa na chozi wakati anakula lile chungwa, hakika utatendewa mambo. Mimi nimemuona Mungu mahali hapa. Nimemuona Mungu wapendwa. Huyu Mungu yuko na atakuweko mahali hapa siku zote. Goti lako, imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikuepizeni tena. Sali nenda kwa biashara yangu. Haleluya. Nilikuwa nasikia. Bwana Yesu asifiwe. Tulipotangaziwa urejesho nilisema lazima niingie kwa hiyo urejesho. Sitaki niachwe nje. Na sasa niko ndani nimerejeshewa. Niko na mengi na ni mwingi wa maneno lakini mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nasalimu wapendwa katika jina la Yesu. Nashukuru Mungu ni mzima pamoja na familia yangu. Bwana asifiwe. Nasikia furaha siku ya leo ama mchana wa leo juu ya kuwa nilikuwa na kilio cha ule baba mkwe wangu. Alikuwa anakuteseka kitambo lakini kwa nini alikuwa hataki. Na saa hii hata mahali kwenye yuko akona sindano ametoka hospitalini asubuhi. Juzi alienda hospitalini akadala jana akashika vizuri tena usiku hivyo hivyo. Nikapiga asubuhi tena arudi tena huko hospitalini. Kwangu ilikuwa tu wimbo, kwa nini usiamini ukaenda kanisani ukaombewa hizi hali zikakuisha mwanangu. Si uende kanisani wenzako walikuwa nazo hizi hali tena ngumu sana. Na waliamini wakaenda kanisani wakaombewa na saa hii wako sawa. Ni kwa nini mwanangu usiamini ukaenda kanisani na ukafunguka ukawa na hali ya ule ukweli? Yaani wakati ukifanya leo, kesho waenda hospitalini. Hiyo kesho kutwa unarudi tena hospitalini. Hiyo pesa huna kupeleka hospitalini inabidi utafute kwa wenzako tena uende ukatibiwe kwa sababu ya hizo hali ngumu. Na kuomba mwanangu uende kanisani ukaombewe. Basi alikuwa anakule kugaidi lakini naona kwa siku ya leo amejikubali na amefika mahali hapa. Ningeomba baba umombe sala ya toba na yeye awe muamini wa hapa. Nayo machache kwa Amen. Kama jina yangu naitwa Melvin mwaka mwako kasani Bwana. Bwana asifiwe. Nitamalizia na wimbo. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana asifiwe. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi jamii namshukuru Mungu asubuhi ya leo mtendee. Bwana asifiwe. Sijawahi shuhudia lakini leo nitashuhudia. Mimi nimezaliwa kule Ligo na tukalelewa kidogo kule. Mama wangu akaja akauliwa. Tulikuwa bado tuko wadogo sote hatusaidiani. Tukaletwa kwa baba yangu Chonyi. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kuletwa Chonyi, watu wakavamia shamba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa niko mdogo nasikia huzuni. Wakubwa wangu wako ndio ni kweli lakini hakuna aliyesimama kwa ajili ya kuteta kwa ajili ya shamba yetu. Niko mkubwa tayari nafanya kazi. Kama nimebeba mzigo chapu mkono wa kubwa zangu, lakini hawana mzigo juu ya shamba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kiwa katika hali ya kugua katika madhabahu, kamwambia Bwana natamani na mimi shambani kwetu. Kile nilipokuwa nikiongea na mkubwa wangu anasema wale wadigo sasa wameanza kututafuta.
wanasema wataturudishia shamba letu. Shukrani yangu ni kubwa sana katika madhabahuni. Sijasimama hata kwenda kukusanya ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Wasionijua, naitwa Gertrude Shokoa kutoka Bomani huko mwisho karibu Matandale. Nampenda huyu Yesu anayenilinda usiku na mchana. Japo vita viko, lakini naona mwangaza. Niko na vita sana katika shamba yetu. Mimi ndio mtoto mkubwa pale, lakini vita ni vingi sana. Lakini namshukuru Mungu ameniokoa kwa hizo vita. Japo havijaisha, lakini sioni matatizo yoyote ambayo inaweza kunifanya niache Mungu wangu. Ni juzi Ijumaa nilikuja hapa kwa kesha. Nilikuwa nimefunga siku mbili, hiyo siku ya pili nikashikwa na tumbo. Nikauma kweli kweli mpaka kufikia saa 7 nikafungua. Nikamwambia mtoto wangu mwingine hapo jirani, nikamwambia twende kanisani. Tukaja kesha hapa. Nikasikia hivyo tumbo linanisumbua. Lakini baada ya kuombewa hiyo hali kaniacha na ikawa mwili sasa ndio hauna nguvu. Nikatembea hivyo asubuhi, nikaenda nyumbani, nikapika chai na yule mgeni tukakunywa, nikawa nasikia kuchangamka. Sasa marafiki zangu wakanifuata. Mbona jana tuligonga mlango na hukufungua? Nikasema, kwani urafiki wenu nyinyi ni mnione nje tucheke, lakini nikiwa niko hapo ndani na mnaona tu mlango hauna kufuli, lakini hamwezi kuingia mkaniona ile hali ambayo niko. Basi kama ungesikia kwamba mimi hata naoza ndani ya nyumba, ndio ungegonga mlango ama ungepita hapo nione nje ndio tucheke. Nikajua kwamba rafiki wa kweli Mungu tu peke yake. Maana hali ndio pitia hata hapo kwa boma walisema mbona hatukukuona nje, yule ni shangazi, yule ni bibi yangu. Nikasema hamwezi kuniona tena, manake madhabahu nayoendea inanifunika kila wakati, manake hao ndio maadui. Nikamshukuru Mungu na nimetembea vizuri na nikafika kanisani. Namshukuru Mungu kwa nguvu na afya ambayo ananirejeshea. Na jana, manake juzi buzi yangu ilizaa, jana yule mtoto akapotea. Nikatafuta, lakini nikasikia moyo unasema usifanye wasiwasi. Kufikia saa 4 kile kitoto cha mbuzi kinalia. Nikaenda nikamilika tochi yangu ya simu. Sikioni, ikaanza tena kulia, nikatoka nikakiona kimefika kwa mlango wa yule mtoto wangu. Nikaenda kakichukua nikadala nacho kwa chumba yangu. Na pia hiyo vita katika ile shamba ina vita vikubwa, mpaka huyu mtoto wa brother yangu ambaye babake alikufa kwa ajili ya ile shamba ameninyamazia, amemaliza mwezi mzima. Lakini hata sisikii kushtuka, nasikia tu kushukuru Mungu, manake sioni kwamba kuna mambo yoyote atanifanya. Ni yeye tu anaharibu wakati wake kwa kukosa upendo kwangu, manake mimi ni shangazi yake. Lakini kunisalimia ni shida kwake, anajiona yeye amefika, amemaliza form4, lakini yeye kupiga kelele na kuvuta mabangi. Mimi hata sishtuki na yeye, manake yeye naye ni mkubwa ndani yangu na atatetea hizo vita. Niko mzima asubuhi ya leo, namshukuru Bwana kwa kunipa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mungu ni mzima. Amekuwa mwaminifu katikati ya hili. Nimeona mkono wake uko pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana kwa wema wake anaendelea kunitendea katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Niko na ushuhuda kidogo kwa yule dadangu ambaye pia alikuwa anasafiri. Alinipigia simu jana, alikuwa na furaha sana wakati mimi nilikuwa huko kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hata nilikuwa juzi nimeomba salamu niende nyumbani, lakini nikasema sitaenda kwa sababu ya ile furaha niliyokuwa nayo mpaka haya maombi yakamilishe. Bwana Yesu asifiwe. Akanipigia simu akiimba, mshukuru Bwana yu mwema, fadhili zake za milele. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuuliza, kwani kuna nini? Mbona hata unanipigia simu na unaimba? Anasema, wajua nini dada? Sasa nimelimwa fare Monday na panda ndege naenda zangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikazidi kumshukuru Mungu sana. Nilikuwa tu hapa kanisani na dadi nikamwambia dada, Bwana Yesu asifiwe. Hata alishangaa, hao machache Mungu awabariki.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu maana anayotenda kwangu hata siwezi kueleza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni juzi Jumapili kuna sadaka ambayo nilikuwa nimeitoa. Mchungaji akasema kuwa itamkie neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu. Niko na kijana ambaye amemaliza form 4. Bwana ngoja form ya university akapata shuka university. Bwana asifiwe. Sasa nikasema acha nijaribu mume wangu kama atafundisha mtoto kama hatafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia nimejipanga ninachukua loan ili mtoto aende shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia usichukue loan, nitamfundisha mwenyewe huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasikia kumshukuru Mungu na ninamshukuru pia mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingi Mungu amekuwa akinenea kuhusu mchungaji. Lakini nampenda huyu mchungaji sababu kwa hata kama uko mdhaifu anakubeba. Maana mara nyingi amenionya. Lakini sifanyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa Mkristo yule wa on off kwa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda sana huyu babangu maana hata sina na mimi amekuwa akinionya kila mara mpaka mwisho naelewa hasa macho haya na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia wewe unafunga mume wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kupitia wewe mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Nina ushuhuda mwingine hapo nyuma. Kuna wakati nilipata pesa last year but one. Nikawa nataka kununua tuktuk. Huwa napenda kumwambia mambo yangu sana wewe mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia usinunue tuktuk. Nunua sehemu yani plot. Bwana Yesu asifiwe. Nikanunua pale mahali. Nikakaa mwaka jana. Mwaka huu nataka kujenga. Nikaja nikamwambia, akaniambia patole sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimesimama hapa nikwambia kuwa simama kwa uaminifu. Maana hayo yote ambayo yani milango kwangu imefunguka hali ambayo sielewi sababu ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia tu wangu huyu mchungaji. Sikuona yani nikasema acha tu nitoe. Nikatoa. Bwana Yesu asifiwe. Yani yale Mungu aliyatenda hapo nyuma. Hapo kwa plot kuna mtu ambaye alikuwa amepakana na Esa. Yeye mpaka mwisho. Mimi nikambakishia kama 3 liters hiyo foundation. Alafu akainua vita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sadaka hunena. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka hunena. Yaani ile kesi ilisuluhishwa huko. Alafu cha kushangaza yule jirani yangu alipopimwa ile project kuonekana kuwa yani amepewa sehemu kubwa mpaka vile wakapelekana kotini. Nilikuwa mimi niko safe. Sababu ya nini? Ya sadaka. Nimesimama hapa nikwambia kuwa sadaka ni jambo la muhimu. Na fungu la 10 ni jambo la muhimu. Nilikuwa nimefunga mambo yangu yote kabisa. Yaani siendi mbele, siendi nimejaa madeni. Ninamshukuru huyu Mungu kwa kupitia huyu baba. Amekuwa mshauri wangu wa karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uwaseki hasira maana ameona kweli. Lakini nilipofanya kweli mambo yamefunguka. Nasikia kumshukuru Mungu maana nilikuwa najua huyo mume wangu yule mtoto angenifundisha. Lakini juzi akashangaza akaniambia nimeweka pesa tayari. Na mimi kule nilikuwa napanga kuchukua loan. Akaniambia chukua loan ujenge. Nasikia kubaliwa si rahisi. Maana ile pesa ambayo nachukua ni ya pesa nyingi. Nikasema hapa naweza kushinda. Nikamwambia mimi nimeweka pesa. Nasikia kumshukuru Mungu sana. Na nasikia kumshukuru baba kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nasikia raha. Amen. Bwana asifiwe. Mbarikiwe. Hapa anaitwa Mr. Gilbert. Nimekuja hii leo. Najua kwa nafikiria naweza toka kwa situation nilikuwa kwa hali ngumu. Na amekuwa kama for the last 2 weeks amekuwa na mimi sikuwa nadhani naweza kusoma amekuwa amekuwa mwema kwangu na amekuwa akifanyia mazuri. Nimeona mazuri yake na
kunishikilia kwake ndio kumenifikisha hapa hadi sasa. Sikuwa nadhani naweza kuwa hapa na nyinyi nikisoma, ni Mungu amenipeleka nilikuwa hapa na usaidizi wake kutumia kupata amenishikilia hadi nikakuwa hapa na nikasimama tena. Amina. So namshukuru Mungu kwa yote, tumekuwa mwana tu kwa mazuri, amenifanyia mazuri na kushukuru. Nawashukuru nyinyi wote kwa kweli. Naitwa Steve. Naitwa Steve. Amen. Majina ni Manuel Kakana. Kazi hapa kama hivyo. Hapa na nini? Amen. Kwa hivyo nitakuwa mshirika wako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Emmanuel Kahindi. Kutoka mtaa wa Barani, nimeandikwa hapa na mamangu Rachel Maisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaokoka na mpenda Yesu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Alex Kuku. Ni wiki iliyopita nilikuwa sisikii vizuri, siwezi kula chakula. Nikapatiwa namba ya mchungaji akaniombea. Kutokea juzi naweza kula. Bwana asifiwe. Hata nyuma yangu ni aunti yangu na nampenda sana. Bwana asifiwe. Amina. Hayo machache na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Amina. Kwa majina yangu naitwa Mahenzo na nimeokoka na mpenda Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Ni hayo na Bwana awabariki. Naitwa Lidia Kini, ni mkazi wa Majengo Kanamai. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe tena. Kwenye ambao tulikuwa tukija maombi yenye imepita na jamaa alijua, lakini moja kuniona kwa majina naitwa Mishi, nimeokoka na mpenda Yesu. Amina. Amina. Kwa majina naitwa Mwanarusi. Kwa pale Fofa, kwetu ni tu. Bwana Yesu asifiwe.